Yesu asifiwe. Nataka nishukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo ambayo Mungu amenijalia kunipa uhai ikiwa mwezi wa 6. Nataka nilete neno asubuhi ya leo, siku hii ya leo ambayo kuhusu hasira. Nataka niongee na wewe msikilizaji na wewe mtazamaji ili ukapate kusikia kile ambacho Mungu anasema siku hii ya leo. Ni mimi wako mtumishi wa Mungu Mchungaji Kiraga Nzai. Nataka niende katika kitabu cha Mhubiri 7:9. Inasema hivi: usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu. Biblia inasema ya kwamba basi usiwe mtu wa kukasirika ovyo ovyo. Maana ukiwa mtu wa kukasirika ovyo ovyo, basi unafanya makosa, unafanya dhambi mbele za Mungu. Na unapofanya kuwa mkosa mbele za Mungu, basi unapata adhabu. Kile ambacho nataka nikwambie ni kwamba sisi ni wanadamu, lakini hata tunapokosewa lazima tuwe na roho ya msamaha. Kwa maana tusiposamehana, basi ule kweli wa Mungu hatutaenda mahali popote. Nataka nikwambie kwamba Biblia inasema kwamba basi usiwe mtu wa kukasirika kila wakati. Uwe mtu ambaye unamcha Bwana kila wakati, maana hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu. Na watu wengi wana hasira sana. Nimegundua kwamba watu wakubwa kwa wadogo wana hasira sana. Lakini Biblia inasema wazi kwamba hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu. Sasa sijui wewe ni kuiteje ama mwenyewe utajitaje, kwa maana ukiwa na hasira basi wewe moja kwa moja unaitwa mpumbavu. Na hasira hufanya vitu vingi. Unaweza kuwa na hasira ukavunja simu, unaweza kuwa na hasira ukapiga mke wako ama ukapiga mume wako ama ukapiga mtoto wako, hatimaye ukamuumiza au ukamaliza kabisa. Hiyo inaletwa na hasira. Na mwisho Waswahili wanasema hasira ni hasara. Kile nataka nikwambie ni kwamba hata unapokuwa na hasira, kaka, dada, ndugu, mtoto, mama, baba, punguza hizo hasira. Uliza Mungu, je, nifanyeje? Na kuna hasira za aina 3 ambazo ziko. Kuna hasira ambazo ni za sisi wanadamu wenyewe, yani hasira za ujinga ambazo ndio zinapelekea mtu kuvunja simu yake. Na wengine hasira zao ni hasira za ukoo. Hasira za ukoo ni kama zile za Musa. Musa alikuwa amerithi hasira. Ndio maana alipofika wakati alipoenda panda kwa mlima, alipokuja na sheria 10 za Mungu, Biblia inasema kwamba basi Musa akakasirika, akavunja hizo sheria 10 za Mungu. Imeletwa na hasira na imetoka kutoka kwa ukoo wa kina Musa. Hizo hasira si nzuri kabisa. Alafu kuna hasira nyingine za 3, hasira za usharati. Hizo unajifanya wewe una hasira, kumbe wewe ni mtu na mambo yako. Hiyo si vizuri. Hasira, usiwe mtu wa uzinifu kwa sababu ya hizo hasira zako. Wengine ukasirika mpaka akasema basi mimi nami nitalipiza. Unafanya usharati kwa sababu ya hasira. Sivyo vizuri. Inapendeza Mungu zaidi ya kwamba unapokuwa na hasira, ingia katika chumba, chukua maombi, funga, omba, utapata jibu. Nataka nisome kitabu cha mwisho ambacho ni kitabu cha Waefeso 4:26. Biblia inasema hivi, Waefeso 4:26, muwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. 27, wala msimpe ibilisi nafasi. Muwe na hasira ila msitende dhambi. Mara nyingi watu wengi wakiwa na hasira wanatenda dhambi, wanafanya vitu ambavyo si vya kawaida. Nataka nikwambie kwamba Biblia inasema kwamba isifike jioni ukiwa na hasira zako. Achana na hasira hizo, zitakuletea madhara.
Achana na hasira hizo, zitakuletea shida. Achana na hasira hizo, zitaleta matatizo kwako. Mungu anajua kwamba wewe ni Mungu mdogo na unastahili kuvumilia katika uchungu huo unaopitia. Ni wewe pekee unaweza ukazuia, ni wewe pekee unaweza ukasimama na ukavumilia kwa kila hali na mali. Isifike jioni, wengine nafika jioni, kila mmoja analala kitanda chake. Au mwingine analala chini, mwingine analala kwa kitanda. Mwingine anaingiwa na hasira, anakataa hata kula chakula. Chakula kimefanya nini? Kitanda kimefanya nini? Wewe mtu wa Mungu, acha hasira. Achana na hasira, achana na hasira. Usikose kulala kitandani kwako kwa sababu ya hasira. Usikose kula chakula kwa sababu ya hasira. Acha hayo mambo. Usikasirike hata kufua nguo, usikasirike kwenda kazini. Unapoenda kutukana na tajiri wako, acha hasira. Yeye ni tajiri, yeye ni bosi wako. Achana na hasira, vumilia, ngoja mshahara. Ukipata mshahara sasa fanya hasira. Lakini mara nyingi unaingiwa na hasira mpaka unaacha kazi. Acha hivyo, vumilia. Naamini kwamba ukipata hii itakusaidia. Bwana akubariki sana, Bwana akutie nguvu. Mchungaji Kiraga, Tangani Light of God. Bwana akubariki sana. Shalom, shalom, shalom. Asante.